Lakini historia inaonyesha kwamba Sifa aliwahi kuwa mshindi wa wanaita Miss Kilombero mwaka 2015 kama sikosei. Kwanza hongera, japokuwa ilikuwa kitambo lakini pongezi kwa hilo. Asante. Na toka pale ambapo ulipata nafasi ya kuwa Miss Kilombero, ilifungua vitu vipi katika safari ya maisha yako upande huu ambao wakutambulika hususan kwenye umaarufu kwa sasa? Vitu vingi, kwa sababu mimi naambiaga watu kila siku kwenye mtu anaweza kaona kwamba anatafuta umaarufu, anatafuta star, lakini kila kitu kina faida yake. Naam. Siku moja nilikaa na brother wangu Gabo Zigamba, aliniambia leo utaonekana unajipendekeza, unatafuta umaarufu kwa harazima, lakini siku ukiupata opportunity yake ni wewe ukikaa sehemu watajua kama ni yako. Yaani pale sehemu utakapokaa watajua umuhimu wako. Kwa hiyo hata ukikitangaza kitu watu watakusikiliza. Naam. Yeah. Kwa hiyo umaarufu huo wa kuanzia hapo kwenye Miss Kilombero kwangu umenisaidia sana, sababu na ile namna mtu anaweza anakuamini, anakufuata, anashauriana hiki mnafanya hiki. Yaani ukifanya kitu mtu anakisikia, anakibeba kwa ukubwa. Sawa, kipindi kile unashiriki umisi, ulipata nguvu ilitokea wapi? Unajua huko mtaani kwetu kuna mambo fulani hivi ambayo yanakuaga dana katisha sana na kata. Mimi najua mwenyewe unajua. Nguvu mpaka ya kushiriki. Najua unaweza ikawa ulikuwa unashiriki ukujua kwamba utakuja kuwa mshindi wewe. Kwanza sofa nilipitia kipindi kigumu kidogo. Uniuliza kitu ambacho nimekumbuka mbali sana. Kwanza nilipitia, kuna ile hard time niliyoipata nikiwa kule behind tukiwa tunajiandaa. Mimi nilipata tunasemaje, nilipata encourage fulani hivi. Nilikuwa na ujauzito alafu ukaharibika. So by that time naenda kugombea umisi, yani ilinikuta katikati, yani niko mazoezini. Kwa hiyo mimi ni kama nilikuwa nimejaa kidogo hivi. Kwa hiyo nilichokuwa napitia kule ndani ni kwamba kwanza nilichelewa kuingia kambini. Nilipochelewa kuingia kambini nikawa na ndugu yangu wa Irene Charo. Yeye ndo alikuwa ananisaidia kunipa zile catwalk na kwa sababu nilikuwa sio mtaalamu katika hivyo vitu. Kwa hiyo by that time yeye ananipa zile catwalk, mimi ndo tayari nishajiona kabisa kwamba mbona kama hivi na hivi. Lakini kana naona pia siko vizuri kutokana na matatizo yangu. Nilikuwa na shida ya tumbo sana. Mpaka this time ninayo. But not in such, Mwenyezi Mungu kasaidia. Sasa that time nilivyokuwa napitia ile situation ikawa inanikata kupitia watu. Ana mtoto huyo. Atakuwaje Miss? Unaona? Kwa niko kule behind najiandaa, lakini mimi mwenyewe bado tumbo linaniuma, nawaambia wenzangu huko nje, ambia jamani nitafuteni dawa za maumivu. Tumbo linaniuma sana. Wanaambia wewe kaza hilo pressure hiyo. Shukona. Mimi pressure sikuwa nayo kwa sababu mimi toka kipindi hicho nasoma. Mimi nilikuwa ni kiongozi. Naam. Kwa hiyo ni kusimama mbele za watu hivi kusema you made this pass kwangu ilikuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo yani hata kukaa pale mbele za watu kufanya ile vitu ilikuwa kwangu ni simple, lakini nikiwa nikisema naumwa watu wanielewa, wanajua huyu ana nini, ana pressure. Basi ilikuwa inanikata kishenzi. So far alhamdulillah Mungu akasaidia. Lakini na nimeona katika profile zako za mitandao na mambo mengine umekuwa ni moja kati ya watu ambao unakutana sana na celebrities wakubwa katika game, hususan kwenye upande wa kuigiza huku unaonana nao, lakini pia hazionekani project, mnakutana tu kikawaida hivi. So target yako ni nini, labda kwa uchache wenda ikawa tunaweza tukaiba siri za vita? Projects ziko nyingi na hata baadhi ya mashabiki zangu wameniuliza. Siku moja alinitafuta kijana mmoja anaitwa Crowd. Nikamwambia tulia hapo hicho unachozungumza hata mimi nakiwaza. Tukampigia Gabo, tukamuunganisha, tukawa tunaongea, tunapiga story. Like akasema tu, yani kwanza kama kuna wasanii huko wanataka kufanya kitu, waniambie, wanijuze, tutafanya kitu. Mimi niko tayari kuwa support. Lakini huyo kuhusu Sifa msimguse. Mimi at any time niongeeni tu kwamba afanye kazi na nini na nini, kuna siku nitawashangaza. Lakini pia kwa upande wangu mimi hainistushi sana, ingawa naielewa sana kwa upande wangu. Mimi huaga sina haraka, kila kitu naendaga ngazi kwa ngazi. Ile hata siku nikitaka kushuka huwa nashuka kwa step pia. Siwezi kuporomoka ile jamani fulani alikuwa juu sana ghafla haonekani. Kwa hiyo ndio maana huwa naheshimu sana time. Kwa hiyo hata inshallah siku yake Mungu atajali tutafika. Sawa, kwa haraka na jina ambalo uliojipatia kwa kujitengenezea mwenyewe hapa Ifakara. So ilikuwa ni rahisi sana, na hivi ambavyo umekutana na wasanii kadhaa kushift labda kutoka Ifakara labda kwenda Dar, kwa maana sisi wa huku mkoani tunaamini sana kwamba tayari ushakuwa connection nini, twende sasa tufuate umaarufu ulipo. Lakini upande wako naona umestay bado huku ukifanya kazi zako huku, hujafikiria kufanya hicho kitu na why
Kwanza naipenda Ifakara kwa sababu Ifakara mimi amenileta mama yangu. Tulihamia huku mwaka 2008. Naam. Mpaka mamangu amefariki nikiwa huku. Kwa hiyo kutokana na majukumu ya hapa na pale sio rahisi mimi kukurupuka tu kwenda kuvamia sehemu. Of course sio kwamba mimi kule sijakaa Dar es Salaam, sehemu ya fursa nimekaa, nimesoma kule, tumezaliwa kule, tumekaa kule, yani tumehamia huko na maremama wakubwa. Naam. Kwa hiyo ningeweza kusema ngoja nikakae, ila sikuwa nataka niwe na haraka kwa sababu hata mamangu alipofariki aliniachia majukumu. Wadogo zangu wote walikuwa wako chini yangu kuwasomesha na kadhalika. Kwa hiyo ni ngumu mimi kukurupuka kusema na ufuata 1 2 3 wakati kuna baadhi ya vitu ambavyo pia vinanifanya niko pale. Ndio maana unakuta wakija kina Nyau nagonga kidogo, Uncle Mafix nafanya hivi. Yani umeelewa. Kwa hiyo hata nikiwa napata chance pia ya kwenda Dar es Salaam najaribu kujipenyeza nifanye hiki, majukumu ndo yanafanya unaniona. Mimi nawaambiaga sana tuheshimu muda. Naam. Leo sanaa ni kazi ya kujitolea sana. Na kama ni kazi ya kujitolea, usisubutu ukaenda kufanya sanaa, ukafika huko ukasema mimi nataka niwe star. Wewe star wenyewe ili upate ni lazima uwe na chochote kitu. Kwa hiyo huwezi kusema yes. Kwa hiyo hata unavyosema ngoja mimi niende Dar. Huwezi kwenda Dar kama una nauli. Lazima step by step. Na pa kufikia pia. Kama una pia pa kufikia nayo mtihani. Sasa hata ukasema uende kule ukakaa, haya unafanya nini? Star uji hivi bro. Uji hivi tu kwamba wewe umekuwa star. No, kwa mfano mimi ukiniuliza leo hapa kama watu wananijua, mimi nitakwambia wow, lakini nina historia yangu huku behind the camera. Sawa. Watu wanatakiwa waijue kwamba mimi nilitoka huku, niligombea tuzo ya Sinema Zetu International Film Festival na wasanii wakubwa, nimekaa pale kwenye Mlimani City naangalia pengine itanidondokea hii. Yaani nimepitia vingi mpaka hapa kufika kwamba unamjua Sifa ana story. Lakini huku sasa umefanya kazi za kimuziki pia. Moja kati ya kazi ambayo umetembea sana ni Ngerenge na ni kazi ambayo imetembea sana kwenye kuanzia hapa bondeni kwetu, lakini mpaka ukifuata huku pwani na mimi nimepenya sana kila kona. So sasa hivi muziki kimya kidogo. Tulijaribu au imekwaje? Hatujajaribu. Ila mambo tu yameingiliana na majukumu. Ila muziki si hela hizo. Show hatujapata. Tena kuhusu issue ya show ni issue ambayo mimi natakiwa niongee na mashabiki zangu wanisamehe. Sababu nilikotokea nimepitia wakati mgumu sana, nilikuwa nasumbuliwa na maradhi yangu ambayo ni siwezi kuelezea. Lakini wanisamehe, ni kipindi cha muda mfupi, inshallah tutarudi tutakaa sawa. Na maana yake kuanzia kwenye performance za majukwani tutegemee na kazi pia. Tutegemee kwa wingi inshallah. Sawa, basi tumalize hapa kwa wewe na Uncle Mafix ikoje, maana kuna ukaribu sana na Uncle Mafix. Ni uncle wangu ambaye yani namkubali, yani kishenzi, yani mtu mmoja safi sana. Family friend au si? Yani family friend ambayo yani sijui nikwambieje. Yani kiasi cha kwamba yani sio unanielewa, yani kitendo cha hata alivyokuja hii hapa juzi kati nilivyoenda kule Malola ananiambia yani naona moja haikai mbili haikai, utanikuta huko jioni. Kwa hiyo yani unakuta namkuta nyumbani nakaa naye. Mimi nyumbani kwangu kwanza hadi mtu ovyo. So fast sipendi watu wanikaribie, napenda kukaa nao hivi huko, lakini sio nyumbani kwangu sana. Kwa hiyo yani yeye yuko nyumbani pale anakula analala na nini. Yani ni mtu ambaye yani mtu wangu sana. Yani kiasi cha kwamba mimi hata akifikia sehemu nyingine namwambia Anko, uko wapi Anko? Ananiambia nakuja. Kwa hiyo yani hivyo nimemzoea. Sawa. Nzuri, hii hapa pia inakufanya hata kuonekana kwenye career, inakupa nafasi nzuri. Na respect kwa sababu ni mtu ambaye hata nikioa hivi nipo huku, njoo, kwani usije tufanye hivi na hivi, njoo. Yani ni mtu ambaye kwa kweli katika sehemu ya kipaji changu ni mtu ambaye pia ananipa moyo. Yani naona kabisa kwamba kumbe nikifika Dar es Salaam na mtu ambaye naweza nikafanya challenge 2 3, kwa sababu unajua ustaa sasa hivi na zamani tofauti. Zamani ilikuwa ufanye movie wa the story mwanzo mpaka mwisho watu wakuelewe. Lakini this time short story tu. Watu wanakuelewa. Hivi ikienda imeenda hiyo. Umetoka. So hata Mafix ilivyotoka ni ile clip yake moja tu alombeba mtoto anamwambiaje? Afu kesho umekuwa nani kama mama. Lakini ikaenda. Unaona mpaka leo hapo alipofika na anafanya kazi na mchezo sasa sampa inaingia. Sawa. Alhamdulillah. Big
Sawa, lakini hapa sasa niombe radhi kama nitakuwa nimevuka mipaka. So tunaonaona nini, lakini kuna ndoa labda naweza tukategemea kutoka kwako. Ndoa na Chris Mitindo nini? Jamani, ndoa anapanga Mwenyezi Mungu. Au tunaishi tu tunajisukuma. Kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu akibariki tutafanya. Tunategemea tupate kitu ambacho labda kinaweza kachangamsha mji zaidi. So unajua tena ifaka yetu inakuwa. Tuseme inshallah. Sawa. Moja kati ya fans wako katika mtandao wa TikTok pale pia ni mimi hapa. Lakini naona tupa sana vijembe. Tupa sana vijembe. Unalenga kuna mtu anamtageti au inakuwaje? Sasa hivi kuna kama vijembe sana, yani posti zikitoka kama kuna mtu zinamtageti Tuwekane wazi hapo. No comment. Hakuna kinachoendelea. No comment. So hamna kinachoendelea na kadhalika, no comment. Siwezi kuliongelea hilo hapa.